Yesu Kristo aligeukia umati akamwambia, namwambia katika ufalme wa mbinguni Yohana ataonekana mdogo sana kwa sababu ya kutoamini. Kwa hivyo kumtoa mtu katika kuamini Kristo ni kosa kubwa sana unalolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapoamini kumwendea Kristo na wewe unamdiscourage, ujue unajiletea hukumu kubwa. Angalia Yohana. Yesu alikuwa na uwezo wa kumwombea Yohana amwambie asamehewe, lakini akasema ataonekana mdogo sana. Yeye aliyombatiza Kristo. Mamlaka ya Mungu haiendi na ukubwa na ukoo unaotoka, bali inaenda na mtu ambaye anamuogopa Mungu zaidi ya lolote. Lakini watu siku hizi wanaogopa mapasta, watu siku hizi wanaogopa mapisho, watu siku hizi wanaenda kanisani kwa sababu kuna rafiki yake ataenda. Watu siku hizi wanaenda kanisani kwa sababu wamesukuma waende. Kama unafanya hivyo, uko mbali na ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akiwa amesoma neno, akiwa anajua maandiko, na kawaida tunaweza kusema ya kwamba Yesu Kristo ni Adamu wa pili, kwa sababu Adamu wa kwanza alipopewa mamlaka kufanya, Shetani alikuja akamjaribu akamweza. Lakini Yesu Kristo alipopitia ubatizo, Roho akamuongoza nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho akamuongoza nyikani. Leo wewe uliobatizwa jana, Roho wa Mungu anakuongoza uje kanisani. Na sitakuacha urudi vile ulivyo. Niko hapa nikuambia kwamba umeanza safari, na safari umeanza iko katika, hii ndiyo manyo yako. Biblia ndiyo manyo ya muumini aliyosimama kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna manyo mengine. Ndio hii. Hakuna kisichoandika hapa, iwe mumea, iwe mto, iwe mnyama gani, ametajwa katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo, maandiko yanasema kaongozwa kuenda nyikani kuomba. Na alipofika pale, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka 39, ilipofika siku ya 40, ukatokea Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu katika Biblia waliofunga siku 40. Lakini katika kumtafuta Mungu hapakosi majaribu. Katika kumtafuta Mungu Shetani anakasirika. Mtu anapofuata njia iliyo sawa, hapakosi Shetani naye anajihami kumfuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unahitaji kumpinga Shetani. Maandiko yanasema ukimpiga Shetani naye ata. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao nimeona kwa Biblia waliofunga siku 40. Wa kwanza ni Musa, kung'ang'ania ufalme wa mbinguni. Walilipa gharama. Musa akafunga siku 40 akienda kuchukua amri kwa Mungu. Wana wa Israeli wakiwachwa nyuma wakachoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanachoka, na hiyo kuchoka ndiyo kunampa Shetani nafasi. Kuna hata sisi wanadamu huchoka, na wakati tunapochoka ndipo tunampa Shetani nafasi. Haleluya. Paulo naifanya kiraka, sio? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile upendo uliopenda hiyo nguo mwanzo imeenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nguo inayopigwa pasi inakaa. Lakini nguo inapokunjwa kama nini inachakaa, sio?
Sasa iko hivyo hivyo katika neno la Mungu. Ukiwa neno la Mungu, ukiwa unasoma na unaliweka ndani yako, linakuongezea spiritual defense. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Musa akiwa amefunga siku 40 kwa ajili ya kuleta Torati. Wana wa Israeli walipoachwa nyuma, ukisoma katika kitabu cha Kutoka 24:13, walijitengenezea sanamu wakaanza kuabudu. Wakaambia Haruni, tunaona huyu amechelewa. Musa alipotoka huko anapata watu wamechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo Yesu alipoenda akatuahidi kurudi. Kuna watu wamechanganyikiwa na watu wanafurahia sana. Wamegeuza maadili. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu ambaye ako na riski anaongoza kanisani. Unapata mwanaume ambaye ati ni pasta anaoa pasta mwenzake. Wanatoa wapi hayo? Kanisa kama hilo unafanya nini hapo? Bwana Yesu asifiwe. Unafanya nini hapo? Hiyo mimi napinga, na hiyo nakwambia usipoteze nafasi. Sasa kama pasta mwenyewe anaoa pasta mwingine, ati pasta anaoa reverend kule South Africa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwenye anaenda kushikanisha ati ni mwanamke, ndio pasta anaofashion. Google utaona katika mtandao kuna kanisa hapa Kenya. Pasta aliuana na reverend wa South Africa. Na kwa madhabahu tena anakaisha mesa ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo anasema unahitaji kufanya hiki, lakini kwa sababu wewe hauwezi oa. Bwana Yesu asifiwe. Utajificha. Daudi akasema nijificha wapi? Akaimba wimbo Zaburi 139, nijifiche wapi? Kama chini ya ardhi wewe huko, kama chini ya maji kwa kelele, hapo ndipo uko Bwana. Kama juu mbinguni, hapo ndipo uko. Kama hapa chini umeweka miguu, nijifiche wapi mimi mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka ufahamu hivi, yale majaribu yaliyompata Kristo katika safari hiyo yalikuwa magumu. Kuna mtu mwingine aliyofunga siku 40, anaitwa Yoshua. Waliandamana na Musa. Musa akapotea katika wingu, akakaa huko. Yoshua hawakuondoka, na maandiko hayajasema ya kwamba walibeba chakula wakaenda nacho. Walikaa 40 days. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine anaitwa Elia. Elia alipofanya kazi kubwa ya kuwaua miungu, akaenda. Yezebeli akasema nitakufanya kama mmoja wao wenye ulichinja kule. Elia akatoroka, akaenda, akatembea, akaishiwa na nguvu. Akasikia usingizi, akatamani akufe katika usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Alipoamka, hiyo ni Wafalme wa Kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. 19:7-9. Alipoamka, kumbe kuna mkate umeweka kundulio. Akaambiwa kula, kwa sababu safari iliyo nayo ni ndefu. Maandiko yanasema kwamba alipokula akaenda siku 40 bila kula, kwa nguvu ya kile chakula kitokacho mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa alipofika wakati Yesu amefika nyikani, akakaa siku 40. Mjaribu akakuja. Umeokoka, umebatizwa, uko katika watu wakarudi nyuma. Njaa imefanya watu wakaanguka. Njaa imefanya unaona
Watu katika ulimwengu wa giza wanashika watu na chakula. Yesu asifiwe sana. Kile Yesu alishinda, wewe ambaye umeokoka, tunapewa nyama ati nimebarikiwa. Yesu asifiwe sana. Nenda kuja nunue nyama. Haleluya. Sisemi ya kwamba wewe baba ukinunua mbuzi uchije kwako ni mbaya. Lakini mbuzi zimechinjwa pale kuna pilau, wewe ndio mstari unabeba baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula ni kitu ambacho shetani anapenda kutumia. Kampata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza alijua Yesu ana njaa. Alijua Yesu atakula. Alijua Yesu ako katika nyikani. Alijua Yesu hana mtu karibu na yeye. Akamtembelea. Wewe unayosema ya kwamba shetani itakupiga bakora, hauwezi kumpiga shetani na bakora. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayosema utafagia shetani na ufagio, hauwezi kumfagia shetani. Shetani ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtokea Yesu. Mwana wa Mungu anatokezewa na shetani. Wewe ni nani uliyozaliwa na mwanamke? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akamtokea Yesu, akamwambia, na kumbuka wakati alibatizwa, tumekubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ukatoka na utatu uko mkamilifu, ukashikiwa na Roho Mtakatifu. Umekiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Tunakufundisha ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kisha shetani anakuja na kuuliza, nani alikwambia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Kwa sababu haujasoma maandiko utawezwa. Ndipo ninakuambia usisonge mbali na Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usisonge mbali na Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunataka tuangalie shetani anauliza Yesu Kristo maswali. Anamuuliza swali la kwanza, mjaribu. Akamjibu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli katika ile nguvu Kristo ako nayo, anaweza akageuza jiwe likawa mkate. Kuna siku aliwaambia, mkikosa kumsifu Mungu, nitabadilisha mawe haya ya msifu Mungu. Kwa hiyo ilikuwa within his jurisdiction. Alikuwa anaweza akafanya. Lakini akamjibu, akamwambia, naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu na nyama zikitokotosa. Hivi tunakufa, Musa tusaidie. Musa akamlilia Mungu. Mungu akawaachilia mana kutoka juu mbinguni. Wakakula wakashiba, wasijue imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno alilolitumia Musa likaleta chakula. Ndipo Yesu anamwambia, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Hawa wana wa Israeli wakiwa kule walikuwa wanakula mikate. Lakini hakuna. Mungu analeta bana chakula kisichotengenezwa na mwanadamu yeyote. Ama ukisoma Biblia uone pahali popote wametengeneza maana, hakuna. Ile ilitengenezwa na Mungu na ikateremshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Sasa wewe usianze kusema kwamba nimeokoka, naona watu wanaenda kanisani. Hao watu wanaenda kanisani, hao ni watu wazuri. Hapana, hata shetani ana uwezo wa kuingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wanasema kwa maandiko ya kwamba akampeleka katika mji mtakatifu, pale patakatifu shetani anatafuta.
Bwana Yesu asifiwe. Akamweka juu ya hekalu. Unajua hekalu lile lilikuwa ndefu vipi? Hakuna hekalu tunaweza kulinganisha, kwa sababu lile hekalu lilikuwa futi 700 kwenda juu. Limiti yake tunaweza kulinganisha na Yesu akapale juu na shetani. Shetani ana uwezo wa kukupepa. Tumesikia watu wanaingia kwa nyungu na wakapatikana na njia. Hizo ni nguvu za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo shetani ako kiwango ambacho unahitaji kuwa na neno. Na shetani akampotea basi. Akamtafutia basi akamdunga naye. Zaburi 91. Mtu atusomee. Ndio tusome hapa 91:11 na 12. Zaburi ni Psalms. 91:11. Zaburi 91 mstari wa 11, maandiko yanasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Ni nani aliuliza hiyo swali? Si ni shetani. Yeye ndiye anamwambia nani? Yes. Sasa shetani ndipo nikimwambia kwamba anajua Biblia, usishindane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani anakubali kuwa shetani anajua Biblia? Haleluya. Shetani alienda katika Biblia, akaenda kwa Zaburi, akamwambia Yesu. Yesu akamjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu 6:16. Kumbukumbu la Torati 6:16, maandiko yanasema, msimjaribu Bwana Mungu wenu. Shetani akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako. Katika kuanza kushindana na watu walio mwili, sababu walio mwili hawajui vilivyo rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu pia akampa maandiko yanayotokana na Torati. Huyu anasimama na ile maandiko yaliyosimama katika wimbo, lakini Yesu anasimama na ile Torati ambayo wanadamu wameivunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anakuja kwa kujaribu. Anaanza kukuuliza, unasema wewe unaokoka, naomba Mungu alete chakula hapa na Yesu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema wewe unaokoka, tunasema Yesu anaweza, anakuuliza swali katika mwili. Anasema kama unasema anaweza, mbona wewe umekaa? Hiyo ni majaribu yanayokuja. Ndipo Yesu akapeleka shetani kwa maandiko ya kwamba usimjaribu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akatembea naye, hakumwacha. Sasa tumeona katika chakula Yesu alimshinda shetani katika chakula. Mbona wewe unashikwa na chakula? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisema leo kuna minofu na pilau na biriani, watu watajaa kanisani mpaka kule kufanyaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakisema leo njoo ujifunze kuhusu Yesu, watasema tumechoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani anapoleta maandiko, tunamwona Yesu Kristo ana elimu ya mbinguni ya kumjibu na maandiko mazito ambayo shetani hakuweza kukanusha.
Katika njia hiyo yote alikuwa anajaribu, akafikiria ya kwamba Yesu alikuja kutafuta mali hapa duniani, kama watumishi wengine wanapofungua huduma wakisema tutaendesha mradi. Na wewe pia toa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudie. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Mungu Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Ni rahisi sana. Unajua kuna watu wako tayari hata kujengea mtu kanisa, lakini iwe kanisa ya giza. Wako tayari kutoa pesa, unaweza pesa, lakini wahakikishe wamekutoa katika imani iliyo sawa. Wako tayari kukutengenezea sanamu na wakwambie hii, huyu ni Yesu. Wewe ukubaliane na waseme piga magoti na wakupe milioni 2. Leo watu wanasema mafuta mengi nitaka kwa umaskini mpaka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe saa yote unalia watu maskini. Utaambiwa njoo nikuonyeshe. Pastor, usiwe unaenda kila mahali nataka nijaze kanisa. Utaambia njoo nikupeleke mahali. Na pale mahali utapelekwa hautatoka kwa sababu ushaingia. Kuna watu leo wameamua hawana haja kuingia mbinguni. Wanajua kile wanataka ni mbaya. Wewe unafikiria pasa kwenda kuchukua msichana mdogo na kuna mke. Mbingu gani ile tena? Anaisafisha. Ana mipango, anachukua sadaka zenye watu wametoa, anaenda kulipia nyumba mpaka za kando. Mtabarikiwa lini? Hakuna baraka. Hiyo madhabahu ukatoa sadaka, ukatoa fungu la 10, hakuna baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Teknolojia peperusha pesa kwa simu. Nani alianzisha? Alikuwa ameokoka. Toa pesa naenda kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ako mbioni kwa sababu anajua cha kuwashikia watu. Na ndipo unapookoka umetangaza vita, walio uko nje hawafuati kwa sababu tayari wanaweza kwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na chakula kwa nyumba yako, njaa hausikiani sana. Lakini kama chakula hakiko, saa hiyo unaenda miadi. Kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na pesa kwa mfuko, hata kama sio zako, haleluya, zinamulika, zingine zinakuja. Lakini kama hauna, njaa inakuanza, umekunywa chai ya ushindi, yaani unakula au ushindi. Kuna kachama kengine kembamba hivi huko kwa kina mjomba, alienda kwa soko, akasema naweza kula sima. Nilikuwa naambiwa na mjomba yao alikufa. Asema tukaenda kwa soko, jamaa akakuja akasema anaweza kula mayai 3 na sima mifuko 2. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ng'ombe iko hapo. Jamaa akaleta akapiga sahani akaweka hapo. Akaanza mayai tena boy, sio ile imepigwa. Kaka kula hiyo sima akamaliza na tumbo yake haionyeshi kwa hivyo. Yaani kule mtu unamuona ni mtu mwembamba anaweza kula sima, ile mtu tumbo kama hii yangu siwezi kula. Na unaona hapo tu sawa, tena nakunywa maji. Tena anasema kuna wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Sasa wewe wakati unapoketi kila wakati unaomba, ni rahisi sana kuingia katika mtego. Tosheka na kile unacho. Naomba Mungu akimultiply kiwe kubwa. Na ndipo naona Yesu katika miujiza zote alizozifanya hakuwategemea wanadamu. Wakati watu wako wengi, anawaambia wanafunzi, linueni chakula mwape, akijua hawa imani yao haijafika ile leo. Wanasema kumeona tu hapa kijana na mikate na samaki, anawaambia leta. Anashukuru Mungu kwa haya, anawaambia wagawe. Wanagawa, kikapu hakiishi. Ni kitu gani ambayo kitakufanya umwache Mungu? Mwimbaji kaimba, ni kitu gani kitanifaa niwache Mwokozi? Anaanza kuhesabu vitu, sivyo? Sasa katika kuabudu Mungu, Shetani atakucharibu Yesu. Katika wewe kumwabudu Mungu aliye wa kweli, kuna mtu atakuja kucharibu, atasema unataka biashara, unataka utajiri. Ukiniabudu nitakuonyesha siri. Ndivyo watu wanaanguka. Na yule mtu ako katika hiyo, ako na kiburi. Ukitaka kutasema wewe nitakukanyaga. Na Yesu asifiwe. Utaniambia nini wewe? Nitakukanyaga. Sasa unajiba, nimekuja nisikie neno tena nikanyaga. Unashindana na mimi? Ni kiburi. Ukisikia unauliza unashindana na mimi, ni nguvu za giza zimeinuka, kwa sababu aliye katika Kristo hawezi. Hakuna siku Yesu akasema unashindana na mimi. Ukiona mahali Yesu Kristo alisema unashindana na mimi, yeye alimwambia Shetani toka kwangu. Hakusema unashindana na mimi, wala hakusema Shetani mbona unanibeba unanipeleka. Kwa sababu hutaweza kumkimbia kama Kristo. Anaisafisha. Lakini Shetani kama hakuwa na uoga ajue huyu ni mwana wa Mungu. Je, na wewe jiulize, unahitaji kuwa na neno hili likae ndani yako. Neno la Mungu ndilo la muhimu. Injili tunayofundisha sio ya kuwafundisha watu watuwasomee Biblia. Tunafundisha watu waende na wafanye reference, wasome, waelewe Biblia. Anaisafisha. Hakuna chochote ambacho hakikuandikwa. Angalia kule Yesu anaambiwa. Yesu akamjibu, Shetani toka kwangu, maana imeandikwa usiabudu miungu mingine. Na hiyo iko katika amri ambazo Musa